la Adventisti yani SDA wamefurahia uamuzi wa mahakama ya rufaa kuharamisha wanafunzi wa dini hiyo kufundishwa siku ya Jumamosi. Mahakama Kuu ilikuwa imetupilia mbali kesi hiyo ikisema kwamba mahitaji ya kanisa hilo yangekubalika, waumini wa madhehebu mengine pia wangekuwa wamebaguliwa. Niko Mbua anatufungulia KTN leo wikendi na taarifa hiyo. Kutokana na uamuzi huo, wanafunzi waumini wa SDA watakuwa huru kuhudhuria ibada wakati huo, wala hawatachukuliwa hatua wanapokosa vipindi vya masomo kwa siku hiyo, kwa mujibu wa mahakama ya rufaa. Hilo limepokelewa vyema na waumini wa dini hiyo wanaoshiriki ibada kila Jumamosi. It's been a long walk in the struggle to have a situation where students are allowed to worship on the Sabbath day as is prescribed in the Bible. The Constitution provides freedom of worship, and we are glad that our children now who are in school can be given Saturday freedom to go and worship. Mahakama ya rufaa ilisema kuwa wanafunzi wa kanisa hilo wakihudhuria masomo Jumamosi ni kuwanyima uhuru wa kuabudu. God should come first before anything. Actually, even if we study without God, we cannot make it. So God first. Majaji katika kesi hiyo Kathurima Mnoti, William Ouko na Asike Makhandia pia walimwangazia waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i kuhakikisha kuwa hakuna mgongano wa kimaslahi kati ya elimu na dini shuleni. Education is not that you can put it over religion, because religion is more important than education. Extend pia kwa Muslims pia. On kila Fridays, kila Muslim pia apewe chance yake worship God wake. Sioni kwa nini wanakatazwa. Na iwapo kuna challenges fulani lakini mimi naona maoni yangu, mimi natoa maoni yangu aswa. Sioni kwa nini wanakatazwa kuabudu. Kanisa la SDA kupitia kwa wakili Jackson Awele pia lilitaka wanafunzi waumini wa kanisa hilo kutohusishwa kwenye kazi zozote shuleni, ikiwemo mitihani siku ya kuabudu, kesi iliyotupiliwa mbali na jaji wa mahakama kuu siku hizo Isaac Lenaula. Education is important. However, we cannot succeed without God. Therefore, we should be given our day to worship God so that we can succeed in life. Moja ya sifa za waumini wa kanisa hilo ni kuwa na imani kali ya kutenga siku hiyo hususan kwa maombi, na hata jaji mkuu David Maraga ambaye ni muumini wa madhehebu hayo hawezi kufanya kazi Jumamosi kwa vyovyote vile. Swali ni je, endapo wanafunzi wa imani nyingine watataka wao pia wapewe haki ya ibada kama vile Waislamu Ijumaa, itakuwaje? Nicholas Mbua, KTN leo wikendi, Nairobi. Na basi mtazamaji, tuelekee Garissa ambapo mwanahabari wetu Hamza Yusuf anaarifu kuwa mama mmoja alifariki kwa kukosa huduma za wataalamu wa matibabu huko Liboi katika kaunti hiyo ya Garissa. Pata taarifa zaidi. Omar Jis ananielekeza ndani ya hospitali hii ili kushuhudia kisa cha kufariki kwa mtoto mchanga baada ya juhudi za kuokolewa na wauguzi kugonga mwamba. Mtoto huyo mchanga alifariki pindi tu baada ya kuzaliwa. Kwa mujibu wa familia, ilimchukua mama siku 2 kujifungua, hali inayosemekana ilimtatiza mtoto ndani ya mfuko wa uzazi. Bila huduma za wataalam wa kuokoa maisha changa, mtoto yule alikuwa amesumbuka kule ndani, alishindwa kutoka siku nyingi sana. Huyo mama alikuwa anajaribu kusukuma na ameshindwa. Ili kufahamu mengi, tulitaka ufafanuzi zaidi kutoka kwa wahudumu wa hospitali. Lakini hawakuwa radhi kutoa kauli yao. Kabla ya mtoto kuzikwa, mama naye alipoteza uhai kutokana na kuvuja damu kwa wingi. Sababu kubwa ya kina mama wengi kuangamia wakati wa kujifungua ni kuwa na uaminifu mkubwa kwa wakunga wa kitamaduni, ambapo mara nyingi mtazamaji ni wao wanahatarisha maisha kwa sababu wanatumia vifaa vya kitamaduni kama vile visu na nyembe. Kwa siku kadhaa ndani ya hospitali ya Liboi hakuna mgonjwa hata mmoja. Kulingana na baadhi ya wazee, matumaini yao ya kujikomboa kutoka kwa masaibu haya yaliongezeka pale sekta ya afya ililetwa chini ya ugatuzi. Juzi kuna msijana mwingine ambaye walioma
na nyoka. Kuleta hospitali alitibika damu. Baada ya 2 hours walikufa. Kulingana na mkurugenzi wa afya katika kaunti ya Garissa Siad Mogo, jamii imezama kwenye tamaduni zinazokinzana na hali halisi. Ndiposa inawachukua muda mrefu kuchukua maamuzi ya kuokoa maisha. You focus on the mother, you have to educate her, you convince her, she come to the hospital. But again, she's not hard to come to the hospital. Somebody else has to make this decision. Probably the mother-in-law, the husband, or someone else who is actually not feeling or suffering as she is suffering. And it's a complex, actually it's a complex, situation. Ukosefu wa miundo misingi hususan barabara ni kizingiti kikuu kwa wakazi hawa, na kwamba huenda wakapata masaibu zaidi ikiwa suluhu haitapatikana ya kudumu. Hamza Yusuf, KTN News, Liboi, mpaka wa Kenya na Somalia. Mtazamaji, msemaji wa familia ya marehemu Nderitu Gachagua, kakaye Rigathi Gachagua, amewakashifu wawakilishi wa wadi ambao walisema kwamba hawatahudhuria mazishi ya mwenda zake. Rigathi amesema kwamba watu wote wamealikwa kuhudhuria mazishi na hakuna yule aliyewatahadharisha. Familia inatarajia kwamba watu kati ya 30,000 na 40,000 watahudhuria mazishi hayo yatakayofanyika siku ya Jumatatu. Maandalizi yangali yanaendelea huko Hiriga, Mathira. Marehemu Gachagua alikuwa ameeleza nia yake ya kutaka kuzikwa karibu na marehemu babake. Unless there is any drastic change, we expect the two governments to be represented at the highest level possible. Nobody has any issue with anybody. What is happening and is expected, those who are guilty of various things that they did to the late governor are obviously ashamed to come. And they're just looking for scapegoats for why they will not be here. We want to tell them to feel comfortable to come if they want. Even if they don't want to come, it's okay. There's no problem. There's no coercion. It's not compulsory. And if 20, 30 people do not want to come, with 30, 40,000 people here, I don't think anybody will even notice their absence. Baada ya viongozi wa kaunti ya Wajir kusema kwamba hawatamuunga mkono gavana wa sasa Ahmed Abdullahi, wakidai hajatimiza mahitaji yaliyomchagua, gavana huyo amewajibu akikariri kwamba bado ana uungwaji mkono wa kutosha kutoka mashinani. Akizungumza kutoka mjini Naivasha, Abdullahi amesema kwamba uungwaji wa wazee wa jamii waliomwidhinisha wiki jana, kina mama na vijana, kwake unatosha kumrejesha mamlakani. We have formally withdrawn our support to the incumbent Governor Ahmed Abdullahi of Wajir for failing to uphold and living to the aspirations of people of Wajir County by shifting and blatantly ignoring the principles of devolution. B, for failing to build a cohesive and integrated society by engaging in selective and discriminatory development. Being the deputy governor, I've been isolated for the last 6 months. I have not spoken with the governor. He has turned the county as his own kind of personal property, where he is the sole decision maker in everything. He is the procurement manager, he is the finance manager, he is the accountant, he is the governor, he is the deputy governor, he is everything. The whole press conference was to just water down the endorsement that I got from the elders this last week on Sunday in Wajir, where we had no less than 4,000 elders of the Digondia community coming together to reaffirm a previous endorsement that was made by 500 elders on the 19th of January. And all this is on record. If I were them, rather than hold press conference in Nairobi, they should be on the ground trying to sell their policies.
Na Rais Uhuru Kenyatta yuko kwenye ziara ya kampeni za chama cha Jubilee katika ngome yake huko Kiambu. Rais amepangiwa kuhutubia wananchi katika maeneo hayo na kusema kwamba serikali ya Jubilee imefanya mambo mengi mazuri na hivyo basi inahitaji muhula wa pili. Wenzetu wakati tulichukua usukani, watoto wetu walikuwa wanaenda na wanalipisha exam fee. Leo hii hakuna mtoto ambaye analipisha exam fee. Kutoka tuchukue usukani, jana nilikuwa Kiranjo, tumeandika zaidi ya vijana 30,000 wawe wameingia katika force yetu ya polisi, jeshi yetu ya polisi. Mwaka huu tutaandika wengine 10,000. Na mkutano wa chama cha ANC chini ya muungano wa NASA umevurugika katika eneo la Maweni kutokana na wafuasi wa mbunge wa Nyali Hezron Awiti kukabiliana na wagavana wa Mombasa Ali Hassan Joho. Purukushani ilianza pale mbunge wa Nyali Hezron Awiti Bolo alipopanda kwenye jukwaa, huku wafuasi wa Joho wakiimba nyimbo za kumsifu gavana wao. Maafisa wa polisi waliingilia kati na kuzima rabsha hizo. Hapa ni mkutano wa amani. Hatutaruhusu chama moja kuja kuharibu mkutano ya wengine. I'm very sorry. Jaribu kwangu ikiwa na mkutano yangu hautaifanya. Kama wewe ni kiongozi, ruhusu wenzako waongee, wafanye mkutano wao kwa amani, fanya yako. Lakini kama utajaribu kuharibu ya wengine, don't try Awiti Jobo. Marwa ameenda kuambia wale watu zile containers za bandia, zile clinics waondoe kule Miritini, hataki kujiona pale tena kwa sababu the truth has now come out. Mpaka county commissioner anaibika na hizo container, anasema ziondolewe kwa sababu committee ya health, na mheshimiwa mmoja yuko hapa, mheshimiwa Goi, yeye anakaa kwa hiyo kamati ya health, walienda wakaona containers ni tupu. Wanaishi kwenye ardhi ya jamii, jambo ambalo linahatarisha maisha yao kutokana na uhasama baina yao na binadamu. Lakini wenyeji wamepewa mbinu za kutangamana nao huku wakizikodisha ardhi zao kwa manufaa ya wanyama. Mwanahabari wetu Ali Manzu alizuru eneo la Mara na basi ametuletea taarifa hiyo ambayo ni murwa kabisa. Asilimia kubwa ya wanyamapori katika hifadhi ya Masai Mara wako katika ardhi za jamii ya Wamasai ambako hunufaika zaidi na lishe na maji katika maeneo ya kaskazini ya Mara, kaunti ya Narok. Hapo zamani hali hii ilisababisha uhasama baina ya wanyama na binadamu na kusababisha maafa kushuhudiwa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na wanadamu. Sekta ya utalii ilionekana kuathirika kwa kuwa viwango vya utalii vilionekana kushuka. Lakini sasa hali imeimarika. Sababu kuu ya hayo ni jamii kuzikodisha ardhi zao kutumiwa kwa manufaa ya wanyamapori. Within the 14 conservancies we have a total of 6,000 landowners. Polisi ni kwamba umekubali kupatia wanyamapori kutembea wazi na kuwa na huru bila wasiwasi kwa sababu kuna hiyo maktaba. Kwa jamii ya Wamasai imeishi na wanyamapori si jambo geni, na hivi karibuni changamoto kuu imekuwa mabadiliko ya hali ya anga yanayosababisha kiangazi kirefu na kushuka kwa lishe bora kwa wanyama wote. Hata hivyo, nyasi zinazopatikana siku hizi huwafaidi wanyama wote bila kuzuka tofauti. We are looking at livestock and the local community coexistence with wildlife. Historically, the Maasai community has lived with wildlife. Wanyama wanapata nafasi, wamepewa njia, wako huru kutembea. Ukiwaona, kama wewe ndio umewatangulia kuwaona wanyama,
tafadhali waondokee. Lingine linalochangia kuzuia tofauti yao ni ardhi ya jamii kukodishwa kwa matumizi ya utalii, hali inayoimarisha uhifadhi kando na kuwaingizia pato kila mwezi. Zile faida ambazo mtu anaweza kuzipata kama wewe ni member ya conservancy. Hapo awali tulitaja kama kwanza kuna lease fees ama pesa unalipo kwa kukodesha shamba lako, na unalipwa kulingana na ekari ile ama idadi ya ekari uliweka katika hiyo conservancy. Licha ya kuibadilisha matumizi ya ardhi zao, bado mpango huu unakumbwa na changamoto kadha wa kadha. Nyuma yangu uonao hapa kuna mifugo ambao ni kondoo na mbuzi na hata ng'ombe, lakini kwa upande mwingine, mtazamaji, unavyoona pia kuna wanyama wa pori. Hapa nikizungumzia mbogo ambao tayari wameanza kuhamia katika sehemu hii ya Pardamat iliyoko hapa katika mbuga hii ama hifadhi hii ya Masai Mara. Wote hao wanatumia nyasi zilizoko hapa ili kupata lishe, na hata pia kuna sehemu za maji. Wakati ambapo nyasi zenyewe ninavyoziona zinaendelea kukua, basi wanyama wa pori ndio watakuwa wanaingia kutoka sehemu ya Serengeti ili kupata nyasi hizo, huku wale wafugaji watakuwa na hamia sehemu nyingine kando na hapa. Ile ambayo tulikuwa tunaona zamani watu kuua simba, pia hiyo imekoma hasa katika eneo ambayo watu wanapata faida. Human wildlife conflict is something that we are on it on a daily basis. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya uhifadhi wa mazingira ya wanyamapori, kwa wakazi hawa sehemu ya Mara ya Kaskazini wamejitwika jukumu la uhifadhi kwa kutangamana pamoja na wanyamapori, ambako kando na kujiingizia pato kupitia ardhi zao zinazotumiwa kwa utalii, wanajiimarisha maisha yao. Ali Manzu, KTN leo wikendi katika kaunti ya Narok. Eldoret na kupokewa kwa shangwe na nderemo. Kipsang ambaye aliweka rekodi mpya ya mbio hizo akiandikisha muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 58, alilakiwa na jamaa, marafiki na pia mashabiki. Mwanariadha huyo amesema kwamba ushindi huo umempa motisha anapojiandaa kujitosa kwenye ulingo wa siasa kuwania kiti cha bunge cha eneo la Keio Kusini. Kipsang amewahi shinda mbio kadhaa zikiwemo za New York, London na Berlin. Tutakuwa na mipango ya kuweza kuwa na shindano kama 3 hivi, na nimemaliza ya kwanza, na nafasi ya pili ni sahihi kwenda tu katika nafasi ya kuwania kiti cha ubunge kule Keio South, na hilo ni kwanza baada ya nomination, alafu final mwezi wa 8. Lakini nataka tu niseme pia kwamba tuko na World Championships coming up mwezi wa 8, na hilo tunangojea kwanza tuone jinsi ambavyo selection itafanyika. Baada ya baada ya London Marathon ndio watafanya selections ya marathon, then mambo ya track inaanza. But I think mipango sote itaendelea vizuri, na iwapo nitachaguliwa pia nitakuwa tayari kwenda kuwakilisha nchi yangu. Na timu ya GSU imefuzu kwa nusu fainali ya mkondo wa kwanza wa msururu wa voliboli ya kitaifa baada ya kuilaza timu ya Karanga kwenye mashindano yanayoandaliwa mjini Nyeri. GSU walianza mechi hiyo kwa kishindo na wakachukua uongozi kwa seti ya kwanza kwa alama 25 kwa 14. Kwenye seti ya pili, vijana wa GSU waliwazidi maarifa wa upinzani wao na kuzoa alama 25 kwa 14. GSU ambao ni mabingwa wa mwaka 2014 walijihakikishia ushindi wa mechi hiyo baada ya kushinda seti ya 3 kwa mpigo kwa alama 25 kwa 15. Katika mechi nyingine, timu ya KCB ilipata ushindi wa seti 3 mtungi dhidi ya MKU upande wa kinadada. Okay, this season we are doing enough practice. We are having enough time for us to practice. Our coaches are doing their best. I think we have the best team now. We've done enough of training this year. By the fact that we're not traveling to Tunisia for the Africa Club Championship, but we are contented with what we are doing now. The team is doing well. We have youth in the club, potential players, and I think this year
is a good year for developing the game. Na mtazamaji, shukrani sana kwenye mkutano wa kuzindua soko la kina mama ambalo lilifunguliwa na mbunge wa kaunti hiyo Gladys Wanga. We want Chebukati and his team to come out clear and assure Kenyans that they are prepared to carry out free, fair and credible polls. IEBC, in my view, is not ready for the elections. And we want them to be ready. We want them to clean the register. And we want to make sure that nobody with an ID which is halal, we know there are some IDs which are not the correct ones. Nobody is going to. So we want IEBC to concentrate on the big mandate that has been given to them by the people of Kenya. There are some things that we cannot go into the next elections without dealing with. One of them is a proper audit of the voters register. Because we know the mischief and the shenanigans that have been done on that voters register, where certain places that lead towards Jubilee have registered people more than once. Na mwaniaji wa ugavana Nairobi Peter Kenneth amekutana na viongozi wa dini ya Kiislamu na kueleza ufahamu wake wa changamoto ambazo wanapitia humu nchini. Kenneth amekosoa viongozi ambao wanajidai kuwa wenyeji wa jiji hili, akisema kwamba mara nyingi hawana maslahi ya maeneo muhimu mjini kwenye ajenda zao za uongozi. Kenneth amehakikishia jamii ya kibiashara kwenye mitaa kama vile Eastleigh ustawishaji wa miundo msingi ambao unahitaji ukarabati wa dharura. A business center. Eastleigh is probably the busiest business center in Kenya today. And I said, you go to Westlands, you go to Karen, you go to Hurlingham, count the number of malls, count the number of transactions, count the number of businesses. Eastleigh leads in all those. Yet, neglected, yet, nobody considers it a priority. Nobody thinks it should be the first point for a 24-hour economy. Things that would help build the economy of the city and to a larger extent, the economy of the country. And the events that are currently taking place there are not good for Kenya's economy. Not just Eastleigh. That is how petty we can be by not looking at the bigger picture, looking at the smaller picture.